Hivi mume wangu, wewe unafanya kazi gani? Maana tangu tuwe wote mimi sijui unafanya kazi gani, ila tu naona unatoka asubuhi, unarudi usiku, siku nyingine hurudi kabisa. Ila sijui ni kazi yako. Kwa nilikuwa naomba uniambie unafanya kazi gani. Mke wangu, mimi naona haina haja sana ya wewe kujua kwamba anafanya kazi gani. Ambacho inabidi uzingatie ni kwamba kwani humu ndani hauli? Si unavaa, unapendeza, na pesa na kuachia pia. Wewe shukuru Mungu kwa hilo. Sio lazima wajue mambo mengine. Sawa mke wangu? Lakini na haki ya kujua mume wangu kazi unaoifanya. Ni kweli una haki ya kujua, lakini mimi naogopa sana wanawake kwa sababu wengi wenu hamna siri. Mwana? Kwani mnajuana? Samahani, karibuni niwahudumie bosi. Sawa, sasa tulikuwa tunaulizia vyumba. Vipo? Vyumba vipo. Kipo chumba cha 25,000 lakini pia 30,000, 40 mpaka 1,500, lakini hata cha 200,000 pia kipo. Hiyo bei gani kwanza achana nao. Mimi nataka tu cha chumba fasta. Si unajua tena. Shika bosi. Bosi, samahani, ujue leo yani ninakuwa na mawazo kwa sababu niko na furaha kubwa sana. Yaani Mwenyezi Mungu leo kaamua kunibariki. Sawa, na nilivyokuona hivyo, nimeamua nikubariki na wewe. Bosi, nimeamua nikubariki. Unajua nikubariki nini? Hiyo hela weka nayo. Hicho chumba mimi nafanyaje? Nalipia. Kwa sababu Mungu kanijalia leo nimepata pesa nyingi sana nazo hapa. Kwa hiyo nakupa ofa tu na kulipia mteja wangu. Au kwa sababu umeniona pesa kali mimi? Unajua bosi, ndio kuna muda unajaribu kutoa sadaka. Yeah. Vipi? Ni mke wako? Hapana, si unajua tunatoa mjini babu, kama nilivyokuambia. Huyu ni mke wa mtu, japokuwa mume wake mimi simfahamu kwa aina yoyote na wala hajawahi kunishia hata picha. Kwa hiyo kuna namna fulani hivi wage najipigia mipasi sana, afu dakika za mwisho namaliza kibingu. Yaani mtoto fulani hivi ambaye mpaka mimi mwenyewe kuna muda ananizingatia. Si unajua tena?